Ibrahimu alikuwa mtii. Unaona? Ibrahimu alikuwa mtii. Bwana asifiwe. Utii tu. Unaona? Hii jamaa alikuwa mtii kwa Mungu. Alikuwa mtii. Jamani, eneo la utii ni rahisi kuliongea, lakini kwenye kulifanya, niwaambie, mimi ni mchungaji, ninafahamu. Kwenye kuliishi neno la utii ni gumu. Wengi ni gumu. Wachache wanaliweza, lakini wengi ni wagumu kuliishi hilo eneo. Ni wagumu kuishi kwenye utii wa neno la nani? La Mungu. Mungu anachokuambia ufanye. Ni wachache, sio wengi. Wengi wanaishi maisha yao, yaani anasoma alafu anaacha, alafu anaishi maisha anayoyataka yeye. Wengi ndio wanaishi hivyo, na hata na mimi huko nyuma niliishi maisha hayo, lakini nimeteseka. Unaona, nimeteseka. Paka unachukua maamuzi kwamba sasa ngoja niamue kuliishi neno kama linavyosema. Umepigika. Wengine wanakuwa wameshapigika sana. Waliookoka wamepigika. Yaani baadaye ndio ufahamu unakuja. Nasema, kwani ninachong'ang'ania mimi hiki kitu gani? Ngoja niache. Unaona? Ngoja niache. Sasa nisimame na neno linavyonitaka. Niliishi. Ndio anaanza hatua mpya na Mungu. Bwana asifiwe. Tunapoongelea baraka, baraka ni kitu gani? Kuna mtu anaelewa baraka ni nini? Baraka ina tafsiri gani? Hivi wewe unaelewaje? Nani anaelewa baraka ni kitu gani? Baraka ni pesa au baraka ni majumba au baraka wengine baraka anasema ni mke, wengine baraka anasema ni mme, wengine baraka anasema ni watoto. Baraka, hivi baraka ni kitu gani? Bwana asifiwe. Naomba soma kwenye Isaya sura ya kwanza kabisa mstari wa 19. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Sura ya kwanza kabisa mstari wa 19. Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Hebu soma hapo. Naomba kuna kitu ambacho tutakwenda. Amen. Isaya sura ya kwanza na ule mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Ni hivyo hivyo tu. Kitu tunachofundisha kwenye baraka za Mungu. Nimesema baraka za Mungu, Ibrahimu kwa nini akakutana na baraka wa Mungu? Ni kwa sababu ya nini? Utii. Ya utii. Bwana asifiwe. Na hapa nabii Isaya anasema mkikubali na kutii, Bwana asifiwe, mtakula nini? Mema ya nchi. Baraka ni mema ya nchi. Bwana asifiwe. Unakutana na mema ya nchi. Kuna mema ya nchi mengi ambayo ni kama yamefichwa, wakati mwingine yamefichwa, hujawahi kuyaona kwenye maisha yako. Mungu anataka ukubali kitu kimoja tu, uwe mtii wa neno lake, ili Mungu asiachilie baraka. Unaona, aachilie mema ya nchi kwenye maisha yako. Kuna mema ya nchi. Bwana asifiwe. Baraka tunazozisoma hapa sio tuzione mbinguni. Ni hapa duniani hapa. Tuzishuhudia hapa duniani. Bwana asifiwe. Ukiwa duniani hapa Mungu anakubariki ukiwa hapa duniani. Sasa kuna vitu nataka tuvione. Mungu anapoandaa kukubariki, kuna vitu anafanya. Nataka tuvione. Bwana asifiwe. Kwenye ile Mwanzo tuliyoisoma ile, kabla sijaenda kusoma sehemu nyingine, Mwanzo ile 12 tuliyoisoma ile, kuna kitu hapo nataka tuone. Kabla au wakati Mungu anaandaa kukumuinua mtu, kuna vitu vinafuatana na huyo mtu. Kuna vitu Mungu anaviweka vinaambatana na huyo mtu katika kuinuliwa kwake.
Unaona? Haiwi tu holela holela hivi ghafla tu unaona? Kuna vitu Mungu anavifanya. Bwana asifiwe. Hiyo 12 kuanzia mstari wa pili anasema hivi, nani au nianze moja. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Maana yake wakati huo alikuwa hajaijua hiyo nchi. Bwana asifiwe. Hajui tu kama wewe ulivyokuja Mtwara huko. Si wengine mlikuwa mjui Mtwara, si ndio? Ndio. Si ndio? Tena ulikuwa unasikia tu huko ukiwa mbali huko, naambia Mtwara wanakula panya huko. Si ndio? Mtwara huko wanakula nyama za watu. Sijui Mtwara sijui kuna nini. Tena mambo magumu tu ambao ulikutana nao unaambiwa huko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Ibrahimu kitu cha kwanza anaambiwa